Ni vizuri kuomba Mungu akuongoze katika maisha yako. Ni vizuri kuambia Mungu mapenzi yako. Kwa sababu gani wapendwa? Nimekuambia mambo matatu. Ya kwanza ni lile mambo wewe unafikiria na akili zako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza fikiria kitu like unafikiria mimi nitatoka nje ya Kenya, lakini haikuwa ni mapenzi ya Mungu wewe kutoka. Hapana, ni wewe umewaza, ukasikia marafiki wako wanaenda, ukasikia hivyo, ukatamani kwenda, ukaona kwa TV, ukatamani kwenda nje, lakini hujauliza Mungu, ilikuwa ni makusudio yako mimi nikaweze kwenda nje? So utaenda nje na utajipata kwamba ukienda nje kuna venye unateseka. Na nikasema kwamba if it's a God will for you to do what you're supposed to do, there will be a breakthrough in your life. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa na kule kupenya, hakutakuwa na kung'ang'ana. Kama ni mapenzi ya Mungu kuingia katika ndoa fulani, Bwana Yesu asifiwe, hakutakuwa na red flag. Lakini watu wengine wanaenda kuingia kwa ndoa ziko na red flag. Mungu anajaribu kukuonyesha hivi, unaota ukinyongwa na huyo jamaa ama na huyo msichana, lakini bado unaendelea. Mungu wakati anakuarata, sio huyo. Okay, ukijiongoza na mawazo yako, sio kwamba hutaoa, lakini utajipata ulioa, alafu ukajiuliza kwa nini niliolewa na shetani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ulijiongoza na mawazo yako. Usijiongoza. Biblia hata imetukataza kujiongoza na your understanding. Ni kwa sababu umesoma, usijiongoze na masomo yako. Kwa sababu hujasoma, usijiongoze na ujinga yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tuangalie both sides. So wapenda, ninasema ujinga wako in a good way, sio ile baya, yani kulingana na level yenye uko. Ile level uko usijiongoze nayo. Jambo la pili linaweza fanyika ni lile marafiki wako wanasema na watu wenu. Yani unapata kwamba watu wenu wote wanakwambia enda ufanye mechanic, enda ufanye computer, enda ufanye hizo kozi zote wanakuletea. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Job, marafiki wake walikuwa wanakuja wanamwambia, wewe umemtukana Mungu, wewe fanya. Bwana Yesu asifiwe. So wanapokuja marafiki wako, watu wenu wanapokuja hivyo, wanaweza kukuelekeza, wanakuambia msichana ni huyo, kijana ni huyo, oreka na huyo, oa huyo. Bwana Yesu asifiwe. Weka hii biashara. Lakini sasa wapendwa, utakapoiweka unapata kwamba hakukuwa na kule kupenya. Lakini jambo la tatu ambalo linaweza fanyika ni asking God will. Kwamba Mungu, ilikuwa ni makusudio yako nifanye hivi, niende hivi, nioreke hivi, niweke hii kazi. Yesu akawa anatuambia tunapoomba kwamba tuombe kwamba ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama vile mbinguni.